Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika chaneli yetu hii ambapo leo tutakuwa tunatafakari kuhusu utambulisho wangu katika Kristo. Utambulisho wangu katika Kristo. Neno la Mungu linatufunza mambo ya msingi sana. Na moja ya jambo ambalo ni muhimu kulifahamu basi ni utambulisho. Mtu yoyote huwa anatambulishwa kwa jina lake. Kama na sisi tukijua utambulisho wetu, we know our true identity in Christ, itatusaidia kuweza kufanya yale ambayo Mungu alikusudia tuyafanye. Lakini kama hatujijui sisi tuna uwezo gani ndani ya Kristo, tutajikuta tunakwenda katika kufanya mambo chini ya viwango, kwa sababu sisi wenyewe hatujijui kuwa ni watu wa namna gani. Tukisoma katika kitabu cha Petro wa pili na ile sura ya pili, Petro wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 9 na wa 10, neno la Mungu linatuambia kitu hiki wazi, ya kwamba bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Naona huu ni utambulisho wa kwanza. Sisi au wewe uliyemwamini Kristo Yesu, wewe ni mzao mteule. Wewe ni mtu wa milki ya Mungu. Umeitwa ili kuzitangaza fadhili za Bwana. Umeitwa ili kuzitangaza fadhili za Bwana. Lakini usipojitambua kama kuhani wa kifalme, ukajitambua kama mtu wa milki ya Mungu ambaye mwanzo hukupata rehema lakini sasa umepata rehema, anasema ametuita tutoke katika giza ili tuingie katika nuru yake ya ajabu. Tunatoka katika giza tunaingia katika nuru yake ya ajabu. Hayo ndiyo ambayo Bwana Yesu ametuitia, ametutoa gizani, ametuleta nuruni ili tumwakilishe. Alafu anaendelea mstari wa 10, anasema ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Sambamba na hiyo, kuwa mwanzo tulipokuwa gizani, mwanzo tulipokuwa hatujamwamini Bwana Yesu, tulikuwa gizani, tulikuwa tunatembea katika giza. Ndio maana anasema hata watu ambao hawamfahamu, hawajamwamini Bwana Yesu bado wanatembea katika giza, lakini wanapomwamini Bwana Yesu wanaingia katika nuru yake ya ajabu. Lakini kama mtu hatamwamini Bwana Yesu, ataendelea kutembea gizani. Na usipojitambua, madhara ya kutokujitambua ni makubwa sana. Madhara ya kutokujitambua ni makubwa. Ngoja tupitie mstari mmoja, upo katika Wagalatia hapa, tuone Wagalatia anatuambia nini kuhusu mtu wa Mungu kujitambua. Na kama ukijitambua kama mtumishi wa Mungu, basi inaendelea kuwa ni baraka na inaendelea kuleta matokeo yaliyo chanya. Ukisoma Wagalatia hapa katika sura ya 4 na mstari wa 1, anasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana utofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Naona huyu mtumwa katika hii sehemu ya kwanza ya utambulisho wangu katika Kristo, natamani ufahamu ya kwamba mmiliki, yaani mtu ambaye ameachiwa mahari na ndugu yake ambaye anapaswa kuimiliki, lakini akiwa mtoto anahesabika angawa kama ni mtumwa. Lakini pale endapo ufahamu wake umeongezeka, amekuwa anaweza kukabiliana na mambo mbalimbali, ina maana huyo mtu sasa anakuwa anaaminiwa kusimamia yale mambo. Lakini nje na hapo, huyo mtu ataendelea kutazamiwa na yeye mwenyewe ataishi kama mtumwa, angali ni bwana wa yote. Ninataka tena tuendelee mbele, kwa sababu ninatambulisha hili somo kwako, utambulisho wangu katika Kristo. Ninataka tusome kitabu cha Yohana sura ya 1 na huu mstari wa 12 na 13. nataka uone jambo lingine hapa.
Mstari wa 12 na 13 anasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminilo jina lake. Anaendelea 13, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Unaona, kwa kumbe yoyote aliyempokea, yoyote aliyemwamini Bwana Yesu, anasema anafanyika kuwa mwana wa Mungu, anafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Kama wewe unamwamini Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanyika ni mwana wa Mungu. Ukufanyika kuwa mwana wa Mungu, unapewa nafasi ya juu katika uumbaji wa Mungu. Kama haupo katika nafasi ya kuwa mwana wa Mungu, wewe utabaki kuwa mtu wa Mungu. Na mwana wa Mungu, mwana ni mrithi. Mwana ana sehemu ya urithi wa baba yake. Mwana ana sehemu ambayo anapaswa kufanya, lakini asipojifahamu ndipo ambapo changamoto inapoanzia. Wewe kama mwana wa Mungu usipojitambua kama mwana wa Mungu, kwa sababu kwenye waraka wa Yohana anasema sisi ni pendo la namna gani alilotupa Baba sisi tuitwe wana wa Mungu. Mungu ametupenda upeo, anasema sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Unaona, kwa ni pendo la namna gani hili alilotupa Baba. Na anasema ulimwengu haututambui, ulimwengu haututambui, maana hata Yesu mwenyewe alipojitambulisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ulimwengu haukumtambua, ulimwengu haukumtambua. Usitarajie ulimwengu utakutambua, lakini kwa matunda ambayo utakuwa ukiyaonyesha watajua hakika mtu huyu, hakika mtu huyu si mtu wa namna ya kawaida. Lakini kama hautaonyesha matunda, kama hautasimama thabiti kwenye ule utambulisho wako ndani ya Kristo, basi utaona watu wakikuchukulia kwa kawaida, wakikuona kama kawaida, wakiona mambo ya kawaida tu kama watu wengine. Lakini utambulisho wako ndio unamata, utambulisho wako ndio unakuletea utofauti. Ukijitambua, yani haina haja watu wengine wanafikiri nini kuhusu wewe, lakini ina haja sana wewe unafikiri nini kuhusu wewe. Wewe unajijua kama nani, wewe unajitambua kama nani. Haitakusumbua wewe kufanya yale ambayo ni kazi za baba yako kama umejijua ni mtoto wa baba fulani. Lakini kama usipojijua, kama usipomjua baba yako, wanasema wanaomcha Bwana, wanaomtegemea Bwana watatenda mambo makuu, watatenda mambo makuu. Lakini kama wewe hautakuwa ni mtu ambaye anamcha Bwana, basi kwako kutenda mambo makuu itakuwa ni jambo la kusimuliwa. Lakini ninatamani sana wewe muamini, kuanzia leo hii ujitambue, utambue utambulisho wako katika Kristo, ya kwamba wewe ni mzao mteule, wewe ni mtu wa milki ya Mungu. Unajua kuteuliwa, mtu aliyeteuliwa anakuwa pengine alikuwa hata wakati mwingine hajui kuwa atateuliwa hiyo nafasi, alikuwa hajui hata kwenye hizi serikali za kawaida. Mteule anafanywa vetting huko, yeye na watu wengine wanamchunguza, baadaye ndipo anakuja kuambiwa kusomwa kwenye mkeka wa wateule. Kwa kumbe na wewe ukimwamini Bwana Yesu, kumbuka ya kwamba na wewe ni mteule, umeangaliwa toka huko. Ndio maana anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi. Unaona, kwa kabla hata ya misingi ya ulimwengu Bwana alikuchagua. Maadamu ulisikia neno ukaamini, ina maana na wewe ni kati ya wateule, ni kati ya wale Bwana aliyowakusudia wafikiwe na hii nuru yake ya ajabu. Alafu anasema ni kuhani wa kifalme. Makuhani kazi yao ilikuwa tangu zamani ni kupatanisha, ni kupatanisha wanadamu na Mungu. Wanasimama kwenye nafasi ya kupatanisha humanity and divinity, kwa sababu makuhani kazi yao ilikuwa ni hiyo kubwa. Wanahakikisha ulimwengu wa mwili na wa roho unapatana, yani wanahusika kuwaunganisha wanadamu. Ndio maana wanadamu walikuwa wakikosea, wanapeleka sadaka kwa makuhani. Makuhani wanatoa zile sadaka kwa ajili ya utakaso, kuwasafisha. Na sasa anasema nyie sio makuhani wa kawaida, nyie ni makuhani wa kifalme. Tunajua neno la mfalme lina nguvu, lakini vile vile tunatambua ya kwamba anapotuambia ya kwamba sisi ni makuhani wa kifalme, anamaanisha ya kwamba tunaweza tukasimama, tukadecree, tukatangaza
sheria, tukatangaza sheria. Hapo mtaani kwako unaweza ukatangaza sheria ya Bwana. Unaweza ukaona mambo hayajakaa sawa, ukainuka, haleluya, ukatangaza kwa jina la Yesu, ukawaambia watu ya kwamba mahali hapa, yani unasimama kwenye nafasi yako ya maombi kama kuhani wa kifalme, unasimama ukitunga sheria ya Bwana, unakataa mambo ya urevi kwenye mtaani mwako, kwa sababu ziko ngome ambazo zinasimama kuhakikisha watu wa jamii fulani wanabaki kwa namna fulani. Lakini ukisimama kama kuhani, unawasogeza wale watu wako, unawasogeza watu Mungu aliyokuamini, majirani, unakuta uwepo wa Mungu, unakuta mtaa huo unabadilika majina, unabadilishwa, nuru yako inaangaza. Kwa sababu ya utambulisho wetu katika Kristo, ndio unatupa kujijua ya kwamba Yesu anatuambia wazi ya kwamba ninyi ni nuru ya dunia. Hakuna anayewasha taa anaenda kuificha kwenye uvungu wa kitanda, anaweka kuificha ili itoe mwanga wake. Hapana, wewe ni nuru, unaangaza. Wewe ni nuru, unasimama ukionyesha njia. Wewe ni nuru ambayo unasimama kuwaonyesha wanadamu yale ambayo wanapaswa kuyaona sawasawa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo jitambue, simama kwenye nafasi yako kama kuhani, simama kwenye nafasi yako kama mteule ambaye anasema umeitwa kutoka gizani ili kuonyesha neema, nuru ya Bwana ya ajabu, nuru ya Kristo ya ajabu. Usipo manifest hiyo nuru ya ajabu, basi utaingia kwenye changamoto ambayo inakufanya uwe kama yule ambaye tumeona kule ya kwamba mrithi, lakini ni mtoto, hana ufahamu wa kutosha. Ni mrithi kweli, ana haki zote kweli, lakini hata mali hawezi kupewa, inakuwa chini ya uangalizi wa mawakili mpaka pale atakapokuwa atakomaa akili zake, ataanza kuweza kupembua mambo. Lakini nje na hapo, yule mrithi ataendelea kuwa kama mtoto. Anazungumza pia, kuna jambo katika kitabu cha Mhubiri, anasema kisha nikarudi nikaona, niliona jambo la kusikitisha duniani, ya kwamba wafalme wanatembea kwa miguu, lakini watumwa wamepanda farasi. Yani anasema aliona jambo la kusikitisha duniani, aliona jambo la kusikitisha mno, ambapo watu ambao walipaswa kupanda farasi, ambao ni wafalme, wafalme walipaswa kutembea katika farasi, lakini hao wafalme wanatembea kwa miguu. Lakini wale watumwa, wale watumwa ndio wanatembea juu ya farasi, lakini wafalme wako wanatembea kwa miguu. Ni jambo la kusikitisha. Ni kwa sababu ya kutokujijua, ni kwa sababu ya kutokutambua, ni kwa sababu ya kutokujua mamlaka yao ambayo wanayo kama wafalme. Kwa sababu ukizaliwa kwenye serikali za kifalme au monarchist government, wanakuwa na hiyo absolute monarchy. Mtu akizaliwa ni mfalme, yani tayari ameruzukiwa, ana vitu vyote. Sasa sisi ni wana wa mfalme. Ndio maana tunapoomba sala tunasema Baba yetu uliye mbinguni. Hatuishi tu kusema baba wa duniani. Baba wa duniani sometimes wanashindwa, baba wa duniani sometimes wanachoka, lakini wanakufa na kuondoka. Lakini Baba yetu aliye mbinguni, yeye huwa hachoki. He is a source and our sustainer. Yeye ndio chanzo chetu, lakini vile vile anatuhifadhi, anatufanya tuendelee kuwepo. Kwa kufumbua mkono wake riziki zinapatikana, kwa kufumbua mkono wake sisi tunaendelea kwenda mbele. Unajua Mungu hajatuweka kwenye namna ya kawaida, hajatuweka kwenye viwango vya kawaida na watu wengine. Anasema mwanadamu ni nani? Anasema kwenye Zaburi, mwanadamu ni nani hata umwangalie? Mtu ni nani hata umkumbuke? Kwa nini anauliza mambo yote hayo? Anasema umemfanya punde kuliko malaika. Lakini vile vile anaendelea, anasema vitu vyote umeviweka chini ya miguu yake. Ndio maana tangu mwanzo Bwana ametuumba tutawale, ametuumba tumiliki, kwa sababu tukijitambua, mpendwa, ukijitambua ndani yako katika Kristo, itakuwa rahisi sana. Ukijitambua uhalisia wako katika Kristo, utajua kupambana na hali mbalimbali. Ndio maana Yesu alikuwa akitembea juu ya maji. Ndio maana Yesu alikuwa akikemea hata hali za hewa zinamtii, kwa sababu alikuwa anajitambua, anamjua Mungu wake, anajua matendo yake, anamjua baba yake. Anasema matendo ya baba yangu, anasema kazi za baba yangu. Akiwakuta wagonjwa anawaambia wawe wazima, na wanasikia, kwa sababu tumepewa sisi hayo mamlaka, tumepewa hayo mamlaka. We have authority. Mungu ana nguvu, lakini sisi ametukasimisha mamlaka. Tumepewa mamlaka na Mungu wetu, ndio maana tunasimama.
tukisema tunawakilisha ufalme wake, tunawakilisha ufalme wake. Mpendwa, wewe ni nuru ya dunia. Mpendwa, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Haya yote unapaswa kuyatambua katika Kristo. Unapaswa kujitambua nafasi yako katika Kristo. Unapaswa kujitambua nafasi yako katika Kristo. Bila kujitambua hakuna matokeo thabiti. Kama hautajitambua, hautasababisha matokeo thabiti katika dunia yako. Kila mmoja ni mwito wake, ni mwito wa Bwana, ametuita kila mmoja kusababisha matokeo. Kwa hivyo sisi kama mawakili wa Injili, mwaka huu tumeamua kutembea katika utambulisho wetu katika Kristo. Tunasema redefining our identity in Christ. Tunajitambua, tunaangalia, tunatafiti, kujijua sisi ni nani katika Kristo. Tunajifahamu kwa upya sisi ni nani katika Kristo. Na maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17, ngoja tuangalie kitu tena hapa, sura ya 17 na mstari wa 28. Kuna kitu tutakiona hapo ambacho nacho kitatuongezea ufahamu wetu katika kujitambua katika Kristo. Tutajifahamu zaidi kuhusu utambulisho wetu ndani ya Kristo. Kuna jambo lingine hapa, anasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Unaona, ndani ya Kristo ndimo tunaishi, ndani ya Kristo ndimo tunakwenda, ndani ya Kristo ndimo tunakuwa na uhai wetu. Ndani ya Kristo humo ndimo kuna uhalali wa sisi kusonga mbele. Ndani ya Kristo humo ndimo kuna uhalali wa sisi kuvuka vikwazo. Ndani ya Kristo humo ndimo kuna uhalali wa sisi kupiga hatua, na humo ndimo uhai wetu ulimo. Yaani tukijitenga na Kristo, basi janja yetu umekwisha, janja wetu umekwisha. Ndio maana ukisoma Yohana 5, ngoja nikuonyeshe kitu tena hapa. Yohana 5 mstari wa Yohana 15 mstari wa 5. Yohana 15 mstari wa 5. Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho tena ni muhimu sana, ambacho kitatusaidia kuendelea kujitambulisha katika Kristo. Anasema, mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Unaona, ndani yake Kristo tuna uhai wetu, ndani yake Kristo ndimo tunakwenda, ndani yake Kristo ndimo tunaishi. Ni kama samaki. Alisema katika tafakari moja ndugu yangu Deus Chan, alisema kwamba sisi ni kama samaki ndani ya maji. Ujanja wetu wote, kwenda kwetu kote, kwa sababu tuko ndani ya Kristo, kwa sababu tuko ndani ya maji ambayo ndiyo chanzo chetu. Ukitaka kuona tukinyauka, tukitoka ndani ya Kristo, hatuna ujanja. Ndio maana hapa anasema, bila mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote, hamwezi kufanya jambo lolote. Bila mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa kumbe, bila Yesu Kristo, bila Kristo Yesu, bila kuwa ndani ya Kristo, we are nothing. Yaani hakuna tunachoweza kukifanya tukiwa nje naye. Ndio maana moja ya jambo la kuhakikisha, ili utambulisho wetu uendelee vile tunavyotaka kuona, ili mapepo yatii, ili falme zitii, ili uweze kutiisha mambo, uweze kusababisha matokeo, lazima uendelee kuwa ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo ndimo kuna uhai, ndimo tunakwenda, ndimo tunaishi. Lakini kama ukitoka nje ya Kristo, unakuwa tayari umetoka kuitendea haki ile nafasi ambayo Kristo amekupa. Kwa mpendwa, angalia sana katika haya ambayo tunakuwa tukitafakari na kuyaona katika neno la Mungu. Hilo ni mambo ya kutusaidia wenyewe. Lakini kuna jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona tena katika Matendo ya Mitume 10:20, Matendo ya Mitume 20 na mstari wa 32. Kuna jambo pia tunaweza tukaliona hapo la kutusaidia kujitambua ndani ya Kristo. Ukisoma hapa mstari wa 32, anasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao waliotakaswa. Unaona, kwa kumbe ndani ya Kristo, ndani ya neno la Mungu,
humo ndimo kuna urithi, humo ndimo neno linaweza kutupa urithi. Wengi wamezoea ya kwamba wanapata urithi kwa ndugu zao kawaida, lakini ndani ya Kristo kuna urithi ambaye huyo mtu anayemwamini Kristo anapokea urithi. Anasema neno linaweza kuwajenga. Kwa neno la Mungu ukilitazama, ukilisoma, ukalizingatia, kwanza linaweza likakujenga, pili linaweza likakupatia urithi. Haui kawaida kama watu wengine, unaweza ukapatiwa urithi, unaweza ukapatiwa umiliki kwa sababu wewe ni mwana, wewe ni mwana. Ndio maana nakwambia moja ya kitu ambacho tunapaswa kukifahamu, in a God hierarchy, Mungu ana mfumo wake wa utawala, ambao katika huo mfumo wake wa utawala mwanadamu ambaye amemwamini hawi katika nafasi ya chini, wala shetani hawi mkubwa kuliko wewe mwanadamu. Nasema Mungu yeye ndo amekaa juu kabisa hiyo hierarchy ya huo mpango, huo muundo wa kiuongozi, yeye amekaa juu. Pili, anafuata mwana wake. Sasa sisi tukishaamua kumpokea Bwana Yesu, tunaenda kwenye nafasi ya kuwa wana. Kwa tukienda kwenye wana, ina maana tunakuwa kwenye ile nafasi ya pili. Akitoka Mungu, wanadamu tunakuwa tunaketi pale. Lakini namba 3 wanakuja viumbe vya rohoni. Yesu anakuwa ni firstborn. Namba 2 sisi ninakuwa tunafuata. Sisi ni wana wa Mungu. Ndio maana nasema ni pendo la jinsi gani alilotupa Baba sisi tuitwe wana wa Mungu. Alafu ndivyo tulivyo. Hiyo ndio msisitizo. Lakini wanakuja viumbe vya rohoni, malaika, wanakuja viumbe vya rohoni chini ya hiyo rank ya mwanadamu. Alafu tunaendelea kuja kuona ya kwamba chini sasa ya viumbe vya rohoni tunakuja kutana yuko shetani, alafu pia chini ya shetani yuko hawa washirikina, wachawi, mapepo, viumbe wake shetani. Lakini chini ya hao ndio namkuta chini kabisa mwanadamu asiamini. Kwa Mungu na shetani hawakai kwenye hierarchy moja, kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba shetani. Unaona, kwa utambulisho wako katika Kristo ndio utakupa mamlaka, ndio utakupa mamlaka ya kukomandi, ndio utakupa mamlaka ya kutembea. Kama utavarishwa vazi la polisi lakini wewe haujafunzwa kuwa polisi, utafika hatua ambayo utashindwa ku-exercise mamlaka ya polisi. Lakini kama ukijua ya kwamba wewe ni nani katika Kristo, utakuwa kama trafiki. Trafiki hajali mwili ambao anaweza kama mwembamba kama mimi, lakini akasimamisha kwa kuinua mkono semi zito, semi ni mzigo kubwa, linakuja na semi trailer limekuja na force, lakini akiweka mkono wake hivi linasimama, kwa sababu amebeba mamlaka, anajitambua ya kwamba yeye ana mamlaka. Kama huamini, wewe nenda leo barabarani kajaribu, ambaye sio trafiki, huna mamlaka, au yeye trafiki atoe nguo zake ambazo zinamuonyesha kuwa na mamlaka, aende akasimame barabarani anyoshe mkono, atagongwa, kwa sababu mamlaka inatambulishwa. Utambulisho ule unampa mamlaka, unampa huo utisho, unampa kusimama kama icon ya mamlaka iliyomtuma kuiwakilisha. Kwa maana ukimgonga trafiki, umeigonga serikali, umepishana na serikali. Ikwambia simama, hujasimama, utawajibishwa. Ndio maana kama hujamtii, sio yeye atakaye kuwajibisha, watakuwajibisha serikali waliomtuma kusimama pale kwa niaba yao. Kwa mpendwa, lazima ujijue mamlaka yako katika Kristo. Lazima ujifahamu, uanze kujitambua ya kwamba wewe ni mzao mteule, wewe ni mtu wa milki ya Mungu, wewe ni mtu ambaye umeitwa ili uwakilishe nuru yake ya ajabu. Kwa sasa jitambue hivyo, jifahamu hivyo, tembea hivyo. Unafika tu ambao unasema walikuwa kina Paulo na Barnaba walienda mahali kufundisha. Hiyo habari iko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nadhani ile sura ya 17. Ukisoma kuna mahali anasema Paulo na Barnaba walipoenda mahali huko, wakahubiri Injili, wakaomba wagonjwa wakapona, wakatembea viwete. Anasema wakaja wale watu wa mji wakasema, leo tumemwona Mungu katika sura za wanadamu. Kwa utambulisho wetu katika Kristo, watu wanapaswa kumwona Mungu katika sura zetu. Yaani wanapaswa kumwona Mungu kupitia sisi, kwa sababu tangu mwanzo ndivyo ambapo Mungu alituumba. Tangu mwanzo anasema tumuumbe mwanadamu katika sura na mfano wetu. Kwa kumbe tunakuwa mfano wa Mungu kwa vile ambavyo sisi tuna roho, tuna nafsi na mwili. Kwa katika roho tumeumbwa na roho. Mungu naye ni roho.
anasema wote wanaomwabudu wanapaswa kuabudu katika roho na kweli. Kwa sisi ni roho na Mungu ni roho. Kwa katika hilo sisi tuko sawa kwa mfano wa Mungu, na ametupa mamlaka ya kutawala duniani. Kwa tuna mamlaka vile vile ya kutawala duniani kama Mungu anavyotawala. Tumepewa mamlaka ambayo ya kutawala duniani. Lakini zaidi sana tunaendelea kujifunza kutokea kwenye sura na mfano wake. Tunapaswa sisi kuwakilisha matakwa yake, kusimama kwenye kusudi lake, kusimama kwenye mapenzi yake, kusimamisha makusudi yake duniani. Kila tunapokuwepo watu wamuone yeye, kila tunaposimama watu wamuone yeye, kila tunapotembea watu wamuone yeye, ili kuishi kwetu kulete matokeo sawasawa na yeye, kuishi kwetu kulete matokeo sawasawa na yeye mwenyewe. Lakini kama tukishindwa kufanya yale ambayo alitaka tuyafanye, ina maana tunakwama, tunakosa hatua kubwa sana kwake. Na moja jambo pia la kukumbuka ya kwamba tunamfahamu Mungu kupitia Yesu Kristo aliyekuja. Anasema kwenye kitabu cha Wakorintho, anasema Yesu Kristo ndiye sura yake Mungu. Kwa tunaanza kumtazama Yesu Kristo tukitaka kumfahamu Mungu. Tukitaka kutazama Mungu yukoje, tunatazama Yesu Kristo alichokifanya duniani. Tunatazama upendo wa Yesu Kristo kwa wanadamu. Tunatazama namna alivyokuwa akiwaonea huruma wagonjwa. Tunatazama namna ambavyo alikuwa anawahurumia na waponya, anawafanya vipofu kuona, anatembea kwao waliokuwa hawawezi homa wanaponywa, anatembea anawapa watu vyakula. Anasema aliwaona wakitawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, akawahurumia. Kwa nini? Ni kawaida ya Mungu, ni kawaida ya Mungu kuwahurumia wanadamu. Anasema hataki hata mmoja apotee, hataki hata mmoja aangamie. Kwa anatuletea ufahamu, anatuletea msaada, anatuletea hiyo nuru kuu, anatutoa katika giza, alafu anasema tuchague nuru. Iko njia inayoonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Sijajua wewe kama umejitambulisha, umeamua kujitambua, kuingia katika nuru ya ajabu ya Kristo, umeamua kukubali utambulisho wetu katika Kristo, au na wewe bado upo tu kama mtu yoyote. Amua leo hii upokee utambulisho mpya katika Kristo. Utapewa jina jipya ambalo anasema hatalifahamu yoyote bila bali yeye aliyelipokea. Anasema kwenye Ufunuo, anasema walipewa majina ambao waliyapokea, ambaye hakufahamu mwingine yoyote lakini yule aliyekuwa analipokea. Utaona Mungu akibadilisha tabia zako. Ukimwamini Kristo Yesu, utamwona akikubadilisha, akikufanya mpya, akikufungulia kwanza kuona upendo wake. Tumemwona Yesu alipotembea duniani. Tumemwona namna ambavyo alihudumia wanadamu. Tunaona namna alivyogusha wanadamu. Tunaona namna alivyojitoa kwa ajili ya wanadamu. Tunaona namna ambavyo aliwapatanisha wanadamu na Mungu kwa gharama kubwa. Usidharau gharama ambayo Bwana ameilipa. Usidharau gharama ambayo Bwana ameilipa. Mpendwa, ujitambue leo upya. Kubali kupokea utambulisho mpya leo. Upokee utambulisho huu leo. Ukimpokea Yesu hii leo, unaanza kubadilika, unaanza kubadilishwa, unaanza kupokea nguvu ya kwenda, ya kusimama na kuwa na uhai wako ndani yake. Unakuwa ni kama samaki aliyewekwa sasa ndani ya maji. Hapo ndio uweza wako utaendelea. Lakini bila hivyo unakuwa tu kama samaki aliye kwenye tenga, anaweza akapelekwa kokote, anaweza akayumbishwa kokote, akafuata lolote. Lakini wewe leo hii kama utamwamini Bwana Yesu Kristo, unapata nguvu mpya. Unaanza kuona mambo kwa upya. Dunia yako ni kama inabadilika, inakuwa mpya. Unaanza kuona neema mpya ya Mungu kwenye maisha yako. Utaanza kuona ukuu wa Mungu kwa upya kwenye maisha yako. Utaanza kuona utukufu wa Mungu kwa upya kwenye maisha yako. Ni msisitizo ninakuletea. Ni habari za kukusisitiza ya kwamba unapaswa kujitambua upya katika Kristo. Si tu kwa wewe ambaye hujaokoka au hujamwamini kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bali hata wewe uliyempokea unapaswa kusikiliza habari hizi ili zikusaidie kujitambua, utembee katika mamlaka, utembee katika jurisdiction, katika namna ambavyo amekuwekea hiyo mamlaka, amekufungia hiyo mipaka ya kutembea nayo kama mwana wake. Lakini kama hautafahamu hii, hautatembea ukimwakilisha yeye, hautafanya sawa na yeye. Ninatamani sana upokee utambulisho katika Kristo. Ninatamani sana umfahamu sana Bwana Yesu, umfahamu sana Mungu, upokee hii nuru kuu ndani yako.
upokee neema ambayo sisi tumeipata. Basi tumeanza, hii ni awamu ya kwanza, ni session 1, utambulisho wangu katika Kristo. Utambulisho wangu katika Kristo, ujitambue upya katika Kristo, redefining your identity in Christ. Jitambue tena, kaa chini, tafakari wewe ni nani katika Kristo. Hakukuokoa iwe basi, hakukuokoa ili tu uende mbinguni. Amekuweka ili uzae matunda yapate kukaa. Amekuweka ili wanadamu wamuone Kristo aliye sura yake Mungu kupitia wewe. Lakini kama utafahamu haya, kama utajua siri hizi, kama utafahamu hii nuru yake ya ajabu kwenye maisha yako, wanamjua Mungu watatenda mambo makuu, na ni shauku yangu kawe mmoja wao. Pendwa wangu, ninatamani ukawe mmoja wao. Ninatamani ukawe ni mmoja wa watu ambao watasimama katika mwaka huu wakidhihirisha nuru ya Bwana ya ajabu, wakidhihirisha pendo la Mungu la ajabu. Mimi ninakuombea baraka za Bwana kwa kuwa umefuatilia ujumbe huu. Bwana asikuache. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, Mungu uliye mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu huyu anayetazama video hii. Baba, utambulisho mpya katika Kristo ukaachiliwe ndani yake. Baba, ukamtambulishe upya kwa jamii yake, ndani yake mwenyewe akajitambulishwe upya. Bwana, huyu ni mrithi ambaye anatoka kuwa mtoto, anakuwa. Paulo anasema, nilipokuwa mtoto nilikuwa nikifikiri kama mtoto, lakini sasa nimekuwa, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Bwana, msaidie mtumishi wako huyu anayenitazama. Mpe neema ya kuyabatilisha mambo ya kitoto. Anza kutembea katika kukufahamu sana. Mpe shauku ya kulisoma neno, mjalie shauku ya kuomba, mjalie shauku ya kufunga, mjalie shauku ya kuishi utakatifu, mjalie shauku Bwana ya kukutolea, mjalie shauku Bwana ya kutembea duniani akikuwakilisha wewe kama balozi wako, kama wakili mwaminifu wa neema yako Bwana. Ninamwombea neema yako imsaidie. Bwana Yesu, mbebe, umwezeshe kwa jina la Yesu. Neema na pendo lako Bwana ikapate kuwa juu yake. Mkono wako wa nguvu ukapate kumsaidia. Alipokuwa akikwama, Bwana ukamshike kwa mkono wako ukamuinue. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakataa kuangushwa, ninakataa kushushwa chini. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kwa kufahamu huu akainuriwe, akafahamu yale ambayo ni mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Ninamwombea kibali chako Bwana, ninamwombea nguvu zako Bwana, ninamwombea utukufu wako Bwana. Bwana ukamsimamishe, ukamsaidie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Lakini kama haujaokoka, kama haujamwamini Bwana Yesu, huu utambulisho hauwezi kuwa sehemu yako. Ninatamani sana baada ya maombi haya upokee Bwana Yesu. Umpokee Bwana Yesu. Anasema katika Warumi 10 na ule mstari wa 9, anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini na kupata haki, lakini kwa kinywa anakiri na kupata wokovu. Ninatamani umpokee Bwana Yesu ndani ya moyo wako. Fungua moyo wako, kuwa tayari. Omba na mimi sala hii. Mwambie Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninaomba unirehemu dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ulifute jina langu katika kitabu cha mauti, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, nisaidie kuishi maisha matakatifu, nisaidie kwa kusimama kama mwana wako duniani. Maana neno lako limesema, kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Ninakuita leo Yesu, uniokoe. Ninakuita leo Yesu, nibadilishe. Ninakuita leo Yesu, univushe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama umeomba sala hii pamoja na mimi, wewe tangu sahihi umekuwa kiumbe kipya. Kale yamekwisha, tazama amekuwa mapya. Wasiliana na mimi, nijulishe hapo kwenye comment, lakini unaweza ukanitafuta kwa namba zangu 0745746691. Hizo ni tafute kwa WhatsApp, niambie ya kwamba umesikiliza ujumbe huu, lakini umeamini, umeamua kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kufanya hivyo, itakusaidia kupata kitabu cha mwongozo wa kukulia wokovu, mambo ya kujifunza ambayo yatakusaidia utoke kuwa mtu wa kawaida, kwa sababu baada ya kukiri masara hii na maneno haya haitakusaidia kama hautajifunza zaidi. Kwa hiyo tunatamani ujifunze zaidi, utoke kwenye giza uende kwenye nuru yake kuu ya ajabu. Mpaka hapo mimi sina la ziada katika sehemu hii ya kwanza ya somo hili, utambulisho wangu katika Kristo. Ninakualika katika episodes zitakazokuwa zinafuata kuhusu utambulisho wangu katika Kristo,
na zaidi sana unaweza ukaandika umejifunza nini kwenye comment section hapo, lakini vile vile unaweza subscribe ili ujumbe huu uendelee kuwafikia waamini wengi ambao utambulisho huu mpya ndani ya Kristo unaweza ukawafaa. Na ninatamani sana tuendelee wote pamoja kuona hii nuru ya ajabu ambayo iko katika Kristo Yesu. Bwana akubariki sana, na mimi ninakutakia baraka za Bwana katika siku yako ya leo. Mimi ni mtumishi wa Mungu Japhet Katana, na kama nilivyokuachia namba zangu 0745746691 zinaweza kukufaa kwa ajili ya kuwasiliana zaidi. Mungu akubariki sana, na ninashukuru kwa muda wako, hata kwa haya aliyofuatilia. Roho wa Mungu awe pamoja na wewe akikuongoza na kukufundisha zaidi ya hapa ambapo nimesema na wewe. Bwana akubariki sana, na ninakutakia wakati mwema. Bye bye. Thank you.